Ushahidi uko pale, sauti ya Ahmed Ally, video pamoja na maelezo yake yako CAS. Kwa hiyo yani Yanga wamepeleka hoja ambazo unaweza kusema wamewashika pabaya TFF, wamewashika pabaya Simba na bodi ya ligi. Yani kuna hoja ambazo zimepangiliwa ni za ubaya ubwela, yani ubaya ubwela umehamia Jangwani. Kuna swala lingine ambalo lilikuwepo mwishoni mwa barua ambayo maana CAS walikuwa wameitoa, ilikuwa inahusu ombi la maalum la Yanga. Ambalo lilikuwa ni ombi gani kwa Young Africans? Ambalo sasa hawakuliweka wazi kwamba wanataka kuomba nini. Yani ilo ombi ambalo Yanga waliliomba kabla shauri halijaanza, hilo ndo lianze kusikilizwa. Huenda ombi lao maalum Yanga ni kusimamisha kuzuia kutokuwepo kwa dabi CAS. Yani nguvu ya kisheria kutokuwepo kwa dabi, manake hata TFF wasio na nguvu ya kusema dabi ipo ili Yanga asikaingia kwenye mtego. Kwa hiyo sasa Simba wamepeleka ubaya ubwela. Wanataka wangapi wao? Simba wanataka maabitreta 3. Sio, unaelewa? Kwa maana wamepingana na Yanga. Si unanisoma? Mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media? Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Lugano Israel. Yeye anakwenda kujuza kwenye yale ambayo ni ya kimichezo, hususan katika pili sakata ambalo watu wengi wamelifumbia macho. Young Africans wakwenda kusimamia Simba, bodi ya ligi na TFF baada ya wao kucharuana na kupelekana CAS. Sasa Young Africans walisimamia misimamo yao, Simba nao wakasimamia vya kwao, bodi ya ligi halikadhalika na vitu kama hivyo. Na mengi yalizungumzwa. Lugano na baadhi ya taarifa ambazo anakwenda kutujuza. Kaka uko poa? Niko poa, mambo yanaendaje? Mungu ni mwema. Au sio? Sana. Bana, hili sakata kama watu wamelikalia kimya hivi la swala la CAS, Young Africans pamoja na Simba na bodi ya ligi. Young Africans walikwenda kulalamika mara ya kwanza. Walipeleka vielelezo vyao, ilikuwa tarehe 31 kama sikosei. Kwanza walikwenda kuwasilisha kitu gani kwa wakati huu? Kwa wakati huo tarehe 31 inatoka tarehe 17 ya mwezi wa 3. Yanga ndo kipindi ambacho walikuwa wamepeleka malalamiko CAS. Kwa hiyo CAS walipokea rasmi tarehe hiyo. Walipokea kwa na michakato mingine mpaka tarehe 25 wakawa wamekamilisha kila kitu. Kwa sababu CAS bado wanaendelea kuzungumza na upande wa Yanga kuwapa maelekezo juu ya hiki na hiki. Kikubwa kilikuwa kinaangalia kwenye ombi lao la Yanga mara kwanza ni kuona CAS kama anaweza kaona kama hii kesi au haya masuluhisho yana mashiko ya kwenda kufanywa masuluhisho. Mara baada ya kumaliza kila kitu ambacho CAS walikuwa wanajaribu kucommunicate na Yanga na wanasheria wa Yanga tuseme, baadaye CAS wakajiridhisha kwamba kumbe shauri tukaendelea nalo. Umeelewa? Ndio maana wakatoa tarehe 31 wakatoa taarifa rasmi kwamba tumeona kuna hoja ambayo inaweza kujadiliwa au kufanywa suluhisho. Kwa hiyo mara kwanza ilikuwa ni hoja tu ambazo kwa maana ya CAS kuangalia kama kesi na mashiko. Hata mahakamani ukipeleka na angalia kuna mashiko, ndio maana wametupilia mbali maombi yake. Simeelewa? Kwa sababu vitu vingine wakaona kabisa labda kikanuni havipo, havina maana, hakuna mtu ambaye anaweza kufisikiliza. Sasa wao wakajiridhisha kwamba kwa hiki ambacho Yanga amekileta kinasikilizika, kina hoja ndani yake. Kwa hiyo ndo tarehe 31 wakatoa majibu kwamba inawezekana. Na ndo maana CAS wakatumia email Simba, wakatumia email bodi ya ligi na TFF. Kwa maana yake wakawa wanawaarat kwamba bwana, kuna tukio lenu huku ambao limeletwa, tumeona kuna hoja, mjiandae sasa kulifanyia kazi. Na kwenye ile barua au majibu ya tarehe 31 kutoka CAS yalikuwa na viambatanisho vingi sana ambavyo huenda watu wengi hawaelewi. Pale ndo hoja zilikuwa zinaanza kuibuliwa. Maana yake ni kwamba CAS wakaanza kutoa maelekezo yao. Maana yake mandate yao ndo ilipoanzia kutoa nini ambacho kinaenda kutokea. Cha kwanza kuna maelekezo ambao waliyatoa. Maelekezo la kwanza ni kwamba kuna kesi ambayo wameipokea na inaweza kuanza kuangaliwa nini cha kufanya, kwa maana kujadiliwa na kupata masuluhisho. Cha pili ni kuelekeza Yanga nini cha kufanya, na cha tatu ilikuwa ni TFF pamoja na bodi ya ligi wote nini cha kufanya, lakini pia na Simba nini cha kufanya. Walitoa muda, kuna tarehe 5, kuna tarehe 10 mpaka tarehe 20. Zote hizo ni siku za kusubmit zile evidence na hatua tofauti. Sasa tarehe 31 ambao walikuwa wametoa, kwanza walikuwa na hoja ambazo zitakiwa ndo zianze kabla ya mambo mengine hayajaanza. Kumbuka Simba wanatakiwa kutoa hoja zao
kwa sababu wapo mle. TFF na bodi ya ligi wanataka kutoa hoja zao, lakini kabla ya kutoa hoja zao kulikuwa na vitu ambavyo walitakiwa wavifanyie kazi. Cha kwanza ni swala ambalo walizungumzia kuhusiana na utumiaji wa lugha gani ambayo itakwenda kutumika kwenye majadiliano hayo au kwenye hoja zao au kwenye kusikilizwa kwa mashauri. Kwa hiyo walitakiwa mpaka tarehe 10 wao tayari wameshafanya nini? Wamesha submit. Kwa hiyo cha kwanza kilikuwa ni lugha. Cha pili ni Yanga ambao walitoa mtazamo wao kwamba wanatamani kuona wanakuwa na tuseme arbitrator mmoja ambaye ni kama judge au mtu ambaye ataenda kuendesha hiyo kesi, hilo shauri. Wakasema awepo mmoja. Kwa hiyo mpaka hiyo tarehe 10 Simba, Yanga, bodi ya ligi walitakiwa kwenda kutoa nini? Kutoa yani kama wanakubaliana na swala la Yanga, sawa, kuwa na arbitrator mmoja au no. Kutumia lugha gani wataitumia, kwa sababu inatakiwa kutumia lugha ya Kifaransa na Kiingereza. Umeelewa? Lakini lazima kuwepo na tafsiri. Kwa hiyo lazima wakubaliane na kile kitu. Kwanza wamepokea barua, wakubali kupokea barua, si ndio utabiri ujibu. Alafu ukubaliane na zile hoja za mwanzo kabisa za kuelekea kwenye shauri. Kuelekea kwenye shauri husika. Sasa shauri hilo ndio lilikuwa nataka wanasheria wa Yanga, bodi ya ligi, wanasheria wa Yanga walikuwa na maelezo yao kama nilivyosema, lakini shauri la hivyo vitu kwa inahitajika bodi ya ligi, sawa, TFF na Simba waende kuvijibu hivyo vitu ambavyo vilikuwa ni hoja ya msingi. Sasa watu wasije kujisahau kama ambavyo umesema, watu wanaweza kama wamefumbia macho au wamesahau kwamba hizi issues zinaendelea. Itakapokuja imetokea watu wanashangaa, bwana nini kimetokea? Sisi tuko tayari kuambia nini ambacho kinaendelea. Tarehe 5 ambayo ilikuwa Alhamisi iliyopita, Yanga ndo walitakiwa wapeleke sasa, kwa sababu wao ndo waanzishi wa hiyo kesi. Na kuanzisha kwao ni kupeleka zile hoja za kupeleka CAS kwamba sisi tuna hoja 1 2 3 4 5 6 7. Hizi ndo hoja zetu. Yanga hoja tayari wameshazipeleka CAS. Sasa Simba hawawezi kujibu hoja za Yanga wakati bado hawajarudishiwa hoja kutoka CAS. Kwa Yanga wamepeleka zile hoja ambazo zinafikia mamlaka ya CAS kwamba hoja zetu ni hizi sasa. Kwa sababu mara kwanza ilikuwa sio hoja, ni ombi ili CAS waweze kuona kama kuna hoja ya kuweza kuzungumza kujadili kwa shauri lao. Kwa sasa walipokuja kuambiwa tarehe 5 itabidi wapeleke sasa zile hoja zilizoshiba, wapeleke hizo hoja. Tarehe 5 tayari wakawa Yanga ameshapeleka, ambayo ilikuwa ni Alhamisi ya tarehe ngapi hivi washapeleka tayari. Na kama Yanga wasingekuwa wamepeleka, manake kesi ingekuwa imeshakufa kifo cha kawaida. Umenielewa? Kwa hiyo lazima wapeleke ndipo mashauri mengine yaendelee. Yanga ameshapeleka. Tarehe 10 ambayo Simba na bodi ya ligi na TFF walitakiwa wapeleke, tayari wameshapeleka. Umeelewa? Sasa watu lazima waelewe kitu kimoja. Tunazungumzia kwa upande wa Yanga kupeleka hoja, lakini kwa upande wa Simba na TFF ni kupeleka wanasheria watakaoenda kutumika, si ndio? Wa kwao, lakini pia kupeleka arbitrator kukubaliana na ile hoja ya Yanga ya kuomba kumtaka mmoja, lakini pia ni kutumia lugha ambayo itaenda kutumika kwenye hivyo vikao vyao. Na makubaliano mengine ambayo ni ya kisheria. Kwa hiyo Yanga wao wamepeleka kama nilivyokuambia hoja ambazo zinafika kwanza, ambazo sasa Simba na TFF na bodi ya ligi hawezi kuziona sasa hivi. Mpaka wale CAS wawatumie nakala ya kile ambacho Yanga wanakisema wanataka zile hoja zijibiwe. Umeelewa? Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi CAS ni kitu kimoja. Yanga kupeleka hoja, Simba kukubaliana na zile hoja ambazo Yanga walizipeleka za mwanzo, ambazo CAS wao walipendekeza ziwe katika majibu ya Simba na bodi ya ligi pamoja na TFF. Umeelewa? Sasa mpaka dakika hii hoja za Simba kujibu wameshajibu, bodi ya ligi wameshajibu, TFF wameshajibu. Utaniuliza ni majibu gani ambayo ametoa? Tunataka kufahamu kwamba wamejibu vitu gani kwa CAS. Lakini tuwaambie watu hii ni tetesi.
Sawa haya ni tetesi ambazo tunazipata kutokana na vyanzo mbalimbali vya habari. Sisi kama waandishi wa habari tuna vyanzo vingi kuna sehemu tunazidukua. Kuna sehemu tunazidukua na kuweza kuzeta. Kuna source huwa tunaitaga source. Sasa kwa source kwa upande wa source ambao tumewapata, kwanza tunaanza na Simba. Simba wamewakatalia Yanga, wamewagomea Yanga kwa arbitrator mmoja. Kumbuka ombi la Yanga lilikuwa ni kuwa na arbitrator mmoja ambalo lilipelekwa kasi. Ombi hata kwenye barua lilikuwepo arbitrator mmoja ambaye anazungumzia kama msimamizi wa kesi au muongoza kesi au muongoza maridhiano au tuseme muongoza mgogoro na vitu kama hivyo. Tukasema vyote hivyo wapendekeza mtu huyu mmoja. Sasa Simba wamepeleka ubwela. Wanataka wangapi wao? Simba wanataka maarbitrator 3. Si unaelewa? Kwa maana wamepingana na Yanga. Si unanisoma Kwa upande wa TFF hoja kwa maana ya taarifa ambayo nimeipata ni kwa upande wa wale wanasheria wao. Kitu ambacho unaweza kushangaza kidogo ni kwamba wamekuja na wanasheria wao ambao ni watu kutoka Kenya. Kwa taarifa ambazo zimezipata. Wamechukua sheria kutoka Kenya. Na hiki inaonyesha kwamba Tanzania yetu hii hawatoshi. Unajua masuala ya sheria za kimataifa ni tofauti kidogo. Hasa kwenye masuala ya sheria za kasi. Kwa hapa Tanzania tunao watu wawili. Umeelewa? Ambao wana sifa za kusimama kama wanasheria ambao kwa complete kwa kimataifa ambao wanazijua sheria za kasi na vitu kama hivyo. Kuna mtu anaitwa Peter Mshikirwa. Ni mwanasheria. Nadhani kwenye baadhi ya interview fulani ushawahi kuziona mimi nikifanya naye. Yule ni mwanasheria ambaye Tanzania hakuna aliyefikia level yake kwa masuala ya michezo. Yaani yeye yuko level ya FIFA kabisa. Umeelewa? Lakini pia kuna mwanamama mmoja ambaye naye ndo anasoma sasa hivi nadhani anamalizia, lakini kuna jamaa mwingine yuko Zanzibar. Kwa hiyo watakuwa 3. Umeelewa? Kwa hiyo inawezekana upande wa TFF, upande wa Simba nao wakawa na wanasheria kutoka sehemu nyingine. Lakini kwa nini wameenda pengine Kenya, naweza kujiuliza. Ukiangalia kwamba Kenya ina wanasheria wengi wenye hadhi hiyo za FIFA, kasi na vitu kama hivyo, kwa maana sheria za kimataifa kwenye michezo. Kwa hiyo uwezi kukwama ukiwa na wanasheria ambao wanajua A to Z. Si unanielewa? Kwa hiyo naamini kwa hiki ambacho kinazungumzwa, mimi naona kwa TFF wamejaribu kuangalia kwamba kwa Watanzania ambao pengine wapo, uwezi kujua pengine wametafiti wenyewe wakaona unajua pia sometime pia Simba na Yanga pia unaweza kahusika. Wanaweza kaogopa. Lakini ni mwanasheria kabisa, mfano Peter Mshikirwa ni mwanasheria kabisa ambaye ana hadhi za juu kabisa. Vikao vya FIFA, CAF, sisi wapi huko ni mtu ambaye yupo. Kwa hiyo hata wao wangemtumia ingefaa. Sidhani kama TFF watakuwa hawajui kama kuna mwanasheria wa hadhi hiyo. Naamini atakuwa anafahamu. Ila wamefanya labda makusudi au kutokana na attendance. Unajua Kenya pia walikuwa na mashauri mengi ambao walikuwepo huko FIFA na kasi na mambo kama hayo. Inawezekana wakaona kuna watu ambao wamekuwa na ukomavu wa kutosha kwenye mashauri kama hayo. Lakini kwa kifupi ni kwamba kwa TFF tetesi ambazo tutazipata, wamewafuata wanasheria kutoka Kenya ndio ambao wataenda kuwasaidia. Simba wameogomea Yanga kwenye swala la nini? Dabi. Kwenye swala la wale wasimamizi. Kuhitajika watatu. Kwa hiyo ndio swala la msingi. Lakini kuna swala lingine ambalo lilikuwepo mwishoni mwa barua ambayo kwa maana kasi walikuwa wameitoa, ilikuwa inahusu ombi maalum la Yanga. Ambalo lilikuwa ni ombi gani kwa Young Africans? Ambalo sasa hawakuliweka wazi kwamba wanataka kuomba nini. Yaani ilo ombi ambalo Yanga waliliomba kabla shauri halijaanza, hilo ndo lianze kusikilizwa. Sheria wanasema huenda ombi lao maalum Yanga ni kusimamisha kuzuia kutokuwepo kwa dabi kasi. Yaani nguvu ya kisheria kutokuwepo kwa dabi, manake hata TFF wasio na nguvu ya kusema dabi ipo ili Yanga asikaingia kwenye mtego. Kwa hiyo mwishoni waliandika kwamba kuna ombi maalum ambalo Yanga wanataka lizingatiwe katika shauri lao. Kwa hiyo hilo ombi ni lipi? Hawajaweka wazi. Umeelewa? Kwa kabla shauri, manake hata kwenye hoja hizi ambayo Yanga amepeleka inasemekana pia ni ombi hilo. Sasa alijaweka wazi, manake Yanga kumbuka wamepeleka page
peji zaidi ya 30 ambazo zimeenda CAS. Umeelewa? Kwa hiyo kusoma kila peji inawezekana wale ambao walikuwa wanapitisha hivi vitu hawajafikia peji ya mwisho. Kwa hiyo tutaendelea kutoa taarifa na kile kitu ambacho kinaendelea, lakini peji 30 zaidi ya 30, lakini hoja zaidi ya 5. Umeelewa? Lakini kwenye hoja hizo kaguswa meneja wa uwanja, sawa, lakini hiyo ikiwa ni mbinu ya jinsi ya kuwauliza Simba, kuingiza Simba kwenye mtego. Kumeguswa bodi ya ligi na TFF kwa nini walisimamisha mchezo, hoja ambazo zilitumika moja kwa moja, lakini mpaka zile klipu za mguto zile nao zimepelekwa kama ushahidi. Ndio maana peji unakuta ni mengi maelezo nini na zimetafsiriwa kwa Kiingereza, yani sikazungumza kwa Kiswahili, zimetafsiriwa kwa Kiingereza. Lakini pia kauli ya Ahmed Ally pia ile ambayo kwenye press conference kuna mwandishi alimuuliza Ahmed Ally akasema hatupeleki timu. Nadhani aliulizwa kuhusiana na majeruhi. Majeruhi mko wengi, kwa hiyo vipi kabla ya mchezo akasema hatupeleki timu. Ile Yanga wamechukua kama wameshikilia banga. Ushahidi uko pale, sauti ya Ahmed Ally, video pamoja na maelezo yake yako CAS. Kwa hiyo yani Yanga wamepeleka hoja ambazo unaweza ukasema wamewashika pabaya TFF, wamewashika pabaya Simba na bodi ya ligi. Yani kuna hoja ambazo zimepangiliwa ni za ubaya ubwela, yani ubaya ubwela umehamia Jangwani. Umeelewa? Lakini Simba nao wamekaza kwenye swala la wanasheria au wanasheria wale wanaoenda kuendesha kesi, manake wale arbitrator. Simba wamekaza nataka 3. Na Simba ukiniuliza kwamba kwa nini arbitrator kwa 3, Simba wanataka kwenda kuwakomoa Yanga. Wale wanalipa pesa nyingi unajua. Kwa hiyo ukisema mmoja, Yanga wanataka kupunguza gharama. Umeelewa? Za uendeshaji. Sasa Simba kugangania 3 automatic, hata bodi ya ligi TFF watasema nataka 3, kwa sababu mwisho wa siku kesi si Yanga wakishindwa, hao wote Yanga itabidi wawalipe wao, sio Simba wala sio bodi ya ligi wala TFF. Kwa Simba wamewapa ubaya ubwela Yanga. Sio, unanielewa? Niliongea kwa uchache, nadhani watu watakuwa wamenielewa vizuri. Kwa hiyo hoja za Yanga ziko zaidi ya 5 ambazo zinawashika pabaya bodi ya ligi TFF, mpaka mwisho siku anajumuishwa mpaka meneja wa uwanja. Sio kwamba anaitwa kwamba kwa hoja dhaifu ambazo Simba wanasema wachezi, kwa sababu meneja wa uwanja aliwazuia kuingia uwanjani, kitu ambacho hakiwezi kuzuia kwenye kanuni kwamba timu isiende uwanjani. Kwa hiyo kesi za kasi kumewaka moto. Hoja Yanga ameshapeleka za kwake ambazo baadaye zitakuja kutoka. Sasa zikishatoka, Simba nao itabidi waandike hoja zao kutokana na zile hoja za Yanga, baada ya kasi kuwapa mrejesho kwamba bwana, hoja ni hizi, jiandaeni kuzijibu. Kwa watazijibu kwa maandishi, alafu watakuwa na kikao cha kama ni Zoom au kukutana moja kwa moja. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa hivi watu waendelee kufahamu kwamba kasi pamewaka moto. Yanga wamekalia koni, bodi ya ligi wamekalia koni Simba na TFF, lakini nao inategemea nao watapeleka hoja za aina gani ambazo zitaenda kuleta mashiko na ushawishi mkubwa kwa arbitrator, wakasema hiki ni sawa, hiki sio sawa. Bana